Tuendelea kujenga hoja kwenye bunge letu kwa kweli na kusimamia matumizi sahihi ya fedha za umma, kwa sababu tuna changamoto nyingi za mfuko, changamoto za barabara, na wananchi wakati lazimishwa kuchangishwa fedha. Kumbe tungesimamia vizuri bila tuzokuwa nazo, maendeleo na miundombinu mingi ingeenda vizuri zaidi. Kwa hiyo tumeanza hiyo kazi, na ni kazi ngumu, kazi ambayo inahitaji kutoa sadaka ili kudai kazi hiyo kwa tunakuwa jicho na wananchi, hasa wananchi wanyonge kwenye masuala yanayohusiana na maslahi mapana ya wananchi. Ndio maana leo wakati tunapata mafundisho hapa, tumechukua maneno matatu: la shukrani, na mabadiliko, na la sadaka. Na hasa kwenye sadaka nimejua kumbe kondoo ni sadaka muhimu sana. Na yule kondoo anatakiwa umpeleke kwa mapadri ili akaombewe, alafu aende kwa katolewe sadaka. Basi mimi nipo utaratibu, niko tayari kumleta kondoo ili nipate hayo maombi ziweze kutakaswa. Ili yale madogo yale ambayo hayapendi haki na yenyewe pia yashindwe kwa sababu ya Yesu yale. Lakini la pili na la mwisho kabisa, nimekuwa naongea muda mrefu sana na Roho. Kweli amekuwa ni mzazi wangu wa kiroho, kwa sababu alikuwa ananishauri mambo mengi na alikuwa ananiombea mara kadhaa hata wakati mwingine bila kutarajia. Kwa hiyo nikasema vizuri makuu, basi kwa wale ambao nilimuomba nisaidie kuwatafuta wahitaji kabisa, ambao wakati mwingine wanakwenda kufurahi siku ya Pasaka. Wengine alisema ndio wale pale wanakuja mikono wananung'unika na kusikitika, wengine hawajui hata watakula nini. Kwa hiyo tumeandaa chakula kidogo kwa wale wasiojiweza, wasiopungua 70, ambao sikutaka niwatafute mimi, sababu nikiwatafuta mimi na ningewashirikisha wenzangu wengine ndani ya chama, wangeanza kupeana kwa kuangalia kadi ya CCM, wangeanza kwa kupeana kwa kuangalia namna ambavyo wanajua wenyewe. Lakini sadaka haitaki kuangalia chama, wala haitaki kuangalia chochote, wala dini, lakini tuiangalie wahitaji wala kweli. Mimi naamini kupitia viongozi wa dini tutawapata wahitaji kweli, kwa sababu wao hiyo kazi wanafanya kila siku. Kwa hiyo tumekuja na hiyo chakula kidogo kwa utaratibu ambao baada ya kuelekeza tutaweza kabisa. Lakini pia nimeguswa na kazi kubwa ambayo anaifanya kwa maana ya kanisa tumefanya ya kuhakikisha kwamba watafuta vijana mbalimbali ambao wanahitaji kupata ujuzi, ili baada ya hapo waende duniani wakatafute riziki na waweze kuhudumia familia zao. Na nimeona hiyo kazi wanafanya wenyewe kama kanisa, na sisi wengine tuna nafasi pia ya kuendelea kutoa mchango wetu. Kwa hiyo nikasema kama atanikubalia na nimeomba amenikubalia, basi tutaomba kwenye hiyo kazi pia na nyinyi mkubalie mchangie shilingi milioni 1 kwa ajili ya zoezi. Kujenga na matunda tumeona. Hii barabara na sisi pale inaitwa Milano. Hii barabara pia ni muhimu sana, inaenda kutokea relini pale juu pale. Kwa jambo hizi za Arusha, hata hizi barabara fulani na ukifikiria na yenyewe itakuwa ni msaada mkubwa sana. Tunamshukuru kwa haya yote. Basi tufike tena na msimu huu mwingine. Iko pale tunapita hivi tunatokea kule. Karibu na bwawa la zamani la maji machafu. Sisi wamesharekebisha kwa barabara moja, ingesaidia sana. Baada ya hayo pia lakini tukushukuru kwa kututia kituo chetu cha St. Gabriel. Kweli bado hatujaweza kujimarisha sana. Bado kwa sababu wengi wanaotupigia simu wako mikoani wanauliza mna hostel, tuna hostel. Bado tunapambana kutafuta ardhi, kishapatikana baadaye basi tujenge hostel ili wale wa mbali pia waweze kuja. Ile milioni kutoka mwaka jana ilisaidia kwa wale vijana ambao wanafadhiliwa na jumuiya kupitia kanda zetu 15, tuliwashonia hiyo. Ingine wakashona wenyewe. Kwa hiyo na hii unayoitoa tutaipeleka kule kwa mahitaji yao. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa hiyo. Jumapili ile inayofuata badala ya Pasaka, vijana watawatembelea wale ambao wako vitandani kabisa, ambao hawawezi kuja hapa, wale wako vitandani kabisa wale. Amina. Na kwa nini? Kwa sababu wamegawa nyingine pia
Basi tunajaribu kuangalia